Mbunge wa Lang'ata Bwana Felix Oduor wakiwemo na viongozi mbalimbali kutoka eneo hilo leo hii wamezuru eneo la mazishi kule Lang'ata kwa mazishi ya kijana ambaye alijulikana kama Tosh ama Youth Governor. Mimi kwa majina naitwa Bigani Kalibu, ni mgombea kiti cha MCA Nairobi West. Mimi nilijua Matthew kwa muda mchache sana, lakini ile muda nilijua mtu ambaye alikuwa amependa watu bila kuzingatia kabila, bila kuzingatia dini. Alikuwa ni kijana kweli wa Nairobi, kijana ambaye alipenda kila mtu. Sana sana kwa upande wa siasa ndio tulijuana na Matthew. Na Matthew alipenda kujua kwamba Lang'ata iko na viongozi ambao wale wapo wafanye ile kazi ambayo walichaguliwa kufanya, na wale wanakuja waweze kufanya zaidi ya wale wapo. Alipenda sana Mheshimiwa Jalamo, sababu alikuwa mara mingi akikuta alikuwa anazungumzia kuhusu Mheshimiwa Jalamo sana. Sisi leo hapa tumekuja kuomboleza, kusimama na familia. Kwa dini ya Kiislamu tunakumbushwa nafsi yoyote ile ambayo iko hai lazima itaonja kifo. Kifo ni kitu kama vile mwenzetu hapa muumini amesema, ni kitu ya lazima, sisi wote tutapitia. Lakini ni tujiulize swali, ikikuja tutakuwa upande wapi, upande gani? Yani tutakuwa tumefanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza kufanya kwa hii dunia, na tutoke hapa tukiwa tumeridhika kwamba tumefanya moja ama mbili ya kumridhisha Mungu. So mimi yangu si mengi, nilikuwa nimechelewa, samahani. Na kushukuru kwamba watu walisimama na Matthew wakati alikuwa mgonjwa, ile accident alipata na baadaye kupatikana na pneumonia. Na sababu mara ya mwisho alinipigia alinieleza anarudishwa hospitalini, na niliweza kuzungumza naye kwa muda mrefu. Baadaye nikakuja nikaambiwa amekufa kweli. Nilishtuka sababu siku mbili iliyopita tulizungumza na kuja kuambiwa amekufa, sikuamini. Lakini hiyo ndio maisha. Kama sisi tungekuwa tunapatiwa warning ya kwamba tutakufa kesho, basi kila mtu angeweza kujitayarisha, lakini huwa hatupewi. Hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu, vile muumini amesema, hiyo ndio kitu tumefichwa. So mimi yangu ni kuwashukuru kwa kusimama na familia na kusema kwamba yale maadili na yale yote ambayo alisimamia, sisi tutaendelesha mbele na tutamkumbuka kwa uhai na kwa kifo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Kwa mikono tu kule nyuma, watu wetu wako hapa kwa familia. Asante sana. Mheshimiwa Kiru, Mheshimiwa Dangote, wote wako hapa, kumaanisha South Sea is well represented. Si ndio? Wapi makofi ya heshima. Leo hii ni siku ya huzuni sana. Wakati mara ya kwanza nikipigiwa simu Tosh alikuwa amepata accident na amepelekwa Kitengela, ilipata kama hatukuwa karibu. Tulikuwa kwa ile conference ya MPs ilikuwa Naivasha. Tosna yuko wapi? Tosna na Collins Chumba, au vijana walisimama sana sana na Tosh. Kwa nashangaa wananipigia simu, kwa nini ushika? Wakaniambia Tosh amepatikana kwa accident. Nikamwambia kwanza angalia kama ile SHA inafanya kazi, tukapata inafanya. Nikawatumia pia pesa, Tosh akakuwa admitted. Na hata baadaye wakati alikuja akanipigia akaniambia yeye ametoka hospitali, yako sawa. Baada akaniuliza kama naweza msimamia kwa vitu za nyumba kidogo hapa na pale, nikamjenga. Kiru ndiye alinipigia simu ati Tosh amepasi. Namuuliza kwani ni nini imefanyika tena? Si alikuwa ameniambia ati amepona. Ati ndio nakimbia kwenda kujua ni nini imefanyika. Sijui ni kweli Tosh alijipeleka mpaka hospitali na pikipiki yeye mwenyewe, ama kuna mambo mingi watu wanasema, lakini hatuwezi ingilia hiyo sahi. Tosh, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Tosh alikuwa ni jamaa
mkora sana huyu rafiki yangu, mkora sana, na ni jamaa najua kuvuruta kutoka kwa waheshimiwa, najua sana. Ana record video ananitumia, ananiambia Mdosi, nijenge ama niweke hii sahi kwa mtandao. Namwambia toshi, ni jana tu nimekujenga, tena ati niko chini, hii nimerekodi ya kipindi. Mpaka dakika mwisho tukamgundua, mimi na basi tulikuwa tumemgundua. Saa zingine anapigia basi, mimi ndio nashika simu, namuuliza sema sasa, unataka kusema? Kutoka hapo nikamwambia, wewe mbio za Lang'ata zimeanza, lakini najua palilo yako iko, wewe ni mtu wangu, tumekimbia na wewe, lakini kama umeamua ni basi ndio tosha, tusivurutane tukakuja kukosana. Siasa sio mambo ya kukosana. Ukiamua ni hii ndio njia unataka, wewe ichukue bila kutusi mtu mwingine, si ndio? Sasa nikaona tosha, amepigia basi bebe. Siku moja tu nikaona tu amebadilika. Sasa amesema ni jalasi. Hata kilala hapa alilala kama yeye ananisupport, si ndio? Lakini pia alikuwa anajua tu, ilikuwa tu ni labda akishapona mambo yake kirudi chini, tena rudi kwa basi, tena rudi kwangu, hivyo hivyo tu akiwa na vuruta, si ndio? Kama hiyo ndio ilikuwa ni jamaa mungwana. May my friend rest in peace, si ndio? Mambo ya siasa imeanza, na huyu alikuwa mwanasiasa. Sasa lazima pia tuseme siasa, si ndio? Mama alikuwa ananiambia ati amenipatia dakika 5. Vile baba Raila Amolo Odinga alikuwa anasema sio maombi ya mwisho inapeleka mtu wapi? Mbinguni. Leo tuko hapa, lazima tuongee kama mbele ya watu na Lang'ata, mbele ya familia. Sitosha alikuwa mwanasiasa. South Sea mko? Lang'ata mko? Mnajua ni nani amesimama mbele yenu? Na hiyo ni kutangaza tu, tayari Nairobi imeharibika, na baada tutaanza, kwa sababu unajua ndugu yangu Sifuna na amesema yeye anaenda kuwa president, si ndio? Kumaanisha sasa hivi bado nashindana peke yangu, bado niko peke yangu, bado sijapata mtu wa kushindana na mimi, si ndio? Unajua Gidi hapa ni mtu wangu wa mkono, na yeye ni wa DCP, na fanyie wananchi kazi hapa Lang'ata. Tangu tuingie, nyinyi mnajua tumejaribu, tumefanyia wananchi kazi. I think within Nairobi as a first time MP, mashule, technical TVET yetu, kuempower tu vijana wetu imefika mbele. So hata nikiwa naenda senator, lazima pia tuchague mtu mwingine mwenye ataendeleza kazi yenye tumekuwa tukifanya hapa Lang'ata, si ndio? Si ndio? Si watu washajitokeza, na front runner saizi ni nani? Abasi ndiye ako front, yeye ndiye ako front. Sasa unajua mimi mtu wako front ndio mimi niko na yeye, unanielewa? Na hii Lang'ata hii hapa, unajua tutachukua kama unajua mimi nikianza senator naanza na hapa kama block Lang'ata yote ya jalasi, kwa sababu kampeni yenye tunataka kupiga hii mtaa watu hawajawahi ona kitu kama hiyo, kwa sababu imagine nguvu ya Busi na yangu tukiweka pamoja, ila Lang'ata si tutakimbiza watu vile. Hapa South Sea ndio inanichanganya kidogo, watu wengi sana. Nani mumesema ni Amito ama ni Dangote? Ama ni ama ni rafiki yangu Lukman? Umesema ni Amito? Basi pia wache vita yake kwa mtandao, pia wache vita yake kwa mtandao, kwa sababu hiyo South Sea mimi nikikuamulia tutakimbizana hapo ndani na ifai, si ndio?
wanasausi wakisema ni wewe, tuendelee hivyo hivyo, si ndio? Lakini lazima mufanyie wananchi kazi. Kachini mheshimiwa, lazima tufanyie wananchi kazi, na ile kubwa zaidi, na nataka kuongelesha ndugu yangu Abbas, nataka munisikie. Kuna wananchi saa zingine wanataka tu kukaa na wewe wasikie unasema namna gani. Unaweza kuwa na PA mzuri, unaweza kuwa na ofisi mzuri, lakini wananchi wanataka ukuje ukae karibu nao. Kuna mtu unaweza mtumia 10,000 akose kukuona, lakini kuna mtu utampatia 1,000 na uko na yeye hapo ashukuru zaidi kwa sababu ukuwe umemwona, si ndio? Najua ni Ramadhani na bado tunajifundisha mambo ya uongozi na watu wetu wa Lang'ata. Our people of Lang'ata are more of a personal touch. You have to be with them. Watu wa garage endo kae nao, watu wa mama endo kae nao, wasikie, wasione kuwa wewe uko juu sana kualiko. Sasa basi tutakuja naye hapa mashinani tukae na wananchi, si ndio? Hata parliament ikifanyika yeye mwenyewe akuja haifanye. Hauwezi nunulia timu nzima basi alafu napatia pia peleke aje. We kuja upatiane, si ndio? Kana watu wa basi, watu tayari wanakupenda hata bila we kufika, si ndio? Sasa jaribu tu aanze kufika kwa wananchi na kukaa na watu na kwenda kuomba kura, kwa sababu kura utaomba wewe mwenyewe, si ndio? Wewe mwenyewe, si ndio? Naona kina Tablee pale pia wamefika, vijana wa Nairobi West wameanza kulia ati Abbas amepotea kwa sababu Jalasa ameenda senator. Nataka Abbas arudi aanze kukaa na wananchi. Najua Ramadhan pia imekuwa na mambo mingi, si ndio? Baada ya kufunga tunaenda kurudi ground, si ndio? Alafu sasa wapime nguvu, itakuwa moto tena. Nakwambia ni mbaya na ni mbaya. Tena ngojoa mtoto wa Tosh, mimi mwenyewe sasa nitamshughulikia. Na unajua ni mtoto pia kuna special needs, si ndio? Na kuna shule yetu hapa Karen, kuna shule yetu moja Karen hapa ya special needs. Mimi nitaenda huko, tutaorganize na timu yangu ya committee, tuende tuone kama tunaweza mlipia paka university, wacha tuseme secondary kwanza, si ndio? Tuone vile itafika. Yani tunajaribu kusema hakutakuwa na wakati atafukuzwa shule ama kukosa kitu ya kukula kwa nyumba kama tuko, si ndio? Ni mtoto mdogo na tunaweza mshughulikia. Hiyo ni sawa. Asante sana. Na mama pia vile niko hapa utaenda nyumbani bure. Tapanga familia pia. Hapa pale tuko. Asante. Kwa sababu ni nyumba yako, naenda kukuwekea deposit leo ya 100,000 so that nyumba ibaki ya Tosh, ndio? Na tutafanya transfer ya hii jina sasa ikuje kwa jina yenye mtatupea, si ndio? Hii ndio mtatupatia, na sana sana ikuwe kwa jina ya mtoto, ndio nyumba mtoto akiishi anajua kuna pahali, si ndio? Si ndio? So tutaweka hiyo deposit card, ndio hii tayari tulikuwa tushatolea Tosh, si ndio? Sasa mimi nikimaliza Tosh tuilaze Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, na nawashukuru wote wenye wamechukua nafasi ya kukuja hapa siku ya leo. Tumekuwa na function kubwa sana pale kwa ofisi, karibu watu 5,000 wamekuja pale kwa ofisi kuchukua chakula. Tumewapatia chakula wote na watu wameshukuru, na hivyo ndio tunataka watu wanakuja karibu na wananchi. Tosh najua leo angekuwa na mimi pale, si ndio? Na leo amelala hapa. Mungu ailaze roho yake pale pema peponi. Ya mwisho, tusitukane juu ya siasa. Wewe ukiwa una support mtu wako, msupport. Wachana na huyu mwingine. Najua chukua line yako, watu wengine wachukue line yao. Hawa wananchi ndio wataamua nani amewafanyia empowerment, nani amewajengea mashule, nani amewajengea barabara, na nani amesimama nao wakati walikuwa wanahitaji zaidi. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Jalat,
mimi ndio Dadas, mimi ndio seneta wa Nairobi.